naomba munisikilize. Mimi ni yule alisimama hapa 2022, mkawa wengi namna hii, na tukaenda kwa uchaguzi. Yaliyotokea kisha baadaye twaielewa. Tulikuwa hapa na Gavana Sonko, akanyimwa kusimama na bado anaandamwa ili aumizwe. Mimi naamini kama wangekubali Sonko asimame mpaka kwa debe, hata Raila angekuwa rais. Naamini hiyo 2022. Lakini yalifanyika. Yaliyopita si nini? Sasa tuyaganga yaliyomo sasa. Yaliyomo hapa sasa ni kwamba Kenya wameumia tangu wakati huo. Watu wengi wameumia, ushuru ukaenda juu zaidi. Sasa yule ambaye analipwa mshahara, naona mama moja hapa akinipa barua, pengine amefutwa kazi, mwenye kulipa ushuru, na nataka Peter Ponda akaribie hapa. Nataka yule bwana Peter Ponda apatiwe hapa, simame karibu hapa, nitamwambia wasalimie, akae karibu hapo. Huyu bwana Peter Ponda anatoka constituency ama county ya Malindi, Kilifi. Tumeshinda naye jana, na wazee wamejikenda, wakanieleza kindani vile wapwani wameteswa miaka yote tangu wakati wa Rodan Gala, mwanzilisho ugatuzi, hadi wa sasa. Naomba vijana mnyamaza pale. Wewe Chalo, ambia watu wako wanyamaze ama uingie kwa gari. Pengine uingie kwa gari because we want serious attention. Ngoja ikae hapa na nyamaze. Sasa naomba tusikilizane. Hii ni nchi, ni mambo ya kuokoa Kenya. Lakini kabla ya kuokoa Kenya, wewe mwenyewe ujiokoe. Wangapi wako tayari? Kumbukeni June mwaka jana, tarehe 25 June, vijana wa Kenya wa Gen Z waliona vile nchi yao inaenda kombo, wakasema tutakubali maisha yetu yaharibiwe sasa. Sisi tutaenda kwa hiyo bunge. Walienda hakuenda. Mbunge wenu na wenzake walitorokea kwa mashimo, na wale wengine ambao walikataa kusikiliza maneno ya Wakenya, wao wakati huo watawasalimia. Wakati huo ilikuwa ni juu ya ushuru na high cost of living. Kumbukeni, mimi tulipomaliza mambo haya tukafanya maandamano ya 2023, karibu tuwawe, na tulikuwa hata na Raila, na tunaongezana na kina Martha Karua ambao tuliwasaidia sana, si ni kweli? Tukawasaidia mpaka mahakama. I want this young man, ewe Chalo, tafadhali utoke uende huko na vijana yako, because we don't want 10 people. Vijana mnyamaze, tusikilize. Okay, sasa tunaongea, tunataka serious attention, kama sivyo yale maneno naongea hapa ni ya kuokoa Kenya nzima, sio hata kuokoa Changamwe peke yake. Na nyinyi ni sehemu moja wa Changamwe constituency, ambao kila baada ya miaka 5, kumbukeni tangu ya Mheshimiwa Kennedy Kiliku ambaye alikuwa anasimamia haki ya wanyonge, tangu wakati huo, wakati wa Kiliku, nyinyi hamjapata mtu ambaye anaweza kuwashikilia na kuhakikisha kwamba mnapata haki yenu. Lakini hiyo sio ambayo imenileta hapa. Mko na mjumbe wa ODM. ODM ni sehemu ya Azimio. Nimesema mjumbe wenu anaitwa nani? Hata nani? Omar Mwinyi. Omar Mwinyi, mahali ulipo nisikilize. Wewe sasa huko upande wa minority, wewe uko upande wa majority. Jumanne mahakama imetoa uamuzi kwamba wabunge walio wengi kwa bunge la 10 awamu ya 13 Kenya, tangu Kenya ijinyakulia uhuru, walio wengi ni watu wa Azimio la Umoja One Kenya. Uamuzi umetolewa
Kwa hivyo Bwana Mwinyi na wenzako mukae upande wa majority Jumanne. Hapa kuna Robert Mbui ambaye ni deputy minority leader. Yule ni deputy, sasa atakuwa deputy majority leader. Kile ambacho kinamweza kuokoa Kasongo ni aende kwa mahakama apate kusimamisha mambo yao, lakini vigumu kusimamisha mambo. Imetolewa uamuzi wa majaji watatu, na wao wakasema yale walifanya kuamua wao ndio wengi ilikuwa kinyume ya katiba ya Kenya. Kwa hivyo watu sasa lazima muonyeshe ujasiri. Ujasiri. Wangapi anasema ujasiri utaokoa Kenya hii? Nyinyi Mombasa muling'ang'ana wakati wa Gen Z revolution, na hiyo revolution inaendelea, na ndio Ruto akakutana naye Isiolo juzi. Alikutana na vijana akiongea, akasema nitatengeneza hii barabara ya kutoka Isiolo kwenda Kulamawe, iende upande wa Mondogashe, ikatokee Mandera. Wakamwambia uongo, Huyu ni ujasiri, si ujasiri? Akakasirika, akasema haya, nitawasafirisha. Mimi nataka Ruto ambie vijana wa Kenya, akisema atawasafirisha kuelekea wapi? Je, hajatosheka kuwasafirisha vile vijana wananyakuliwa, wanawekwa kwa boot, kwa Subaru, kwa magunia, na wengine kwa kware, na kwa sababu walifanya haki yao kikatiba kufanya maandamano. Kwa hivyo wangapi wanasema hatutakubali kusafirishwa na Ruto? Basi kabla atusafirishe, atasafirishwa yeye na Wakenya, ama sivyo? Wangapi tayari kumsafirisha huyu jamaa? Kwa hivyo hakuna mambo ya kuogopa. Mumevinyiliwa ya kutosha. Mimi nikajitokeza, na saa hii ule Raila anaenda, tunamwambia aende huko upande wa AU, ama sivyo? Lakini lazima mjue upinzani upo, na upinzani huu sio wa kawaida. Huu ni upinzani sio wa kina Kalonzo, ni upinzani wa umma. Wakenya wenyewe, kila mtu ajiamulie chini ya katiba inakupa mamlaka, kwamba mamlaka yote ya Jamhuri ya Kenya inamilikiwa na wananchi wa Kenya wenyewe, na ndio kufuatilia kifungo hiki, kipengele hicho, vijana wakaenda kusalimu National Assembly, halafu wakatorokea kwa mashimo, ama sivyo? Kwa hivyo mimi nataka tuungane Wakenya wenzangu, tusiongee hata juu ya 2027. Tunasaka kwa sasa tume mpya ya IEBC. Nilikuwa nimesema kabla ya mwezi wa 3, kama haitakuwepo, mimi nitalead maandamano Kenya nzima. Halafu Kasongo akasalimu amri, yale makezo alikuwa ameweka mahakamani yakaondolewa. Sasa ile panel ya watu hata nadhani kesho anakutana na Naivasha, yule ambaye tunajua anaweza kuwa kamishna wa kweli wa wengine ya Chebukati huku, na wale wengine wa apply na wapekuliwe na Gen Z wenyewe. Nataka niseme nikiwa hapa Changamwe, Gen Z wapekue every person, the 9 names ambao watapelekwa makamishna na majina matatu kwa machairman, lazima tuwapekue. Nimeona wengine vijana wakasema aliyekuwa Chief Justice Maraga apatiwe nafasi. Si namna hiyo? Wapekuliwe ili mtu ambaye hawezi kuleta madhara Kenya hii, kwa sababu ufisadi ule mbaya zaidi unaanza na wizi wa kura. Lakini nataka niwatangazieni, safari hii sio mambo ya uchaguzi wa kawaida. Safari hii ni mambo ya ukombozi. Wangapi wako tayari kujikomboa?
Safari hii ni ukombozi, ukombozi mtupu. Yaani usiseme sasa Kalonzo ako mbele, hapana. Ni wewe pia uwe nyuma na mbele, ndio wewe mwenyewe ujikomboe, ndio nafasi za kazi zipatikane. Hebu angalieni hapa port ya Mombasa, port ya Mombasa wanaifanya yao ama sio? Hata wale ambao Ndogo Kundu ambao walikuwa wapatiwe ridhaa compensation ya kutosha, hata hiyo compensation wamenyang'anywa, wamepatiwa only 30,000 na jamaa wanaweka mamilioni kwa mfuko. Ni wezi si wezi? Wangapi wanasema tuwafichue hawa wezi? Mimi nilisema one time na nikasema nimewapa wasomi serious consultant wa jamii ya Pwani. They look at the need, possibility, zungumza one time. Badala ya hii ukora. If the whole thing, sio Dubai port, sio nini, if Mombasa was all of it declared a free port, tunaleta Dubai yenyewe Kenya. I said that and I want us to follow that. Sio kulewa sehemu moja hapa, unahamisha wananchi, unawaibia. Hebu angalia pale KBC, tumetoka Nyali sahi. Pale imenyakua ardhi ya KBC, mahali alizaliwa Leonard Botela. Hapo wamenyakua ardhi ya umma, wanapatia marafiki zao. Alafu wanasema affordable housing. Hiyo kodi hiyo, na mwananchi wa kawaida anaambiwa atoe pesa mfukoni ampatie huyu bwenyenye huyo ambaye anataka kutengeneza mamilioni na mamilioni. How do you give your land alafu unatoza ushuru unaweka pale? Kama ni mwalimu unatolewa, na mwalimu hata hana haja, walimu wengine wako na mortgage zao na vitu kama hivyo. Tumesema ushuru huo tukichukua mamlaka, executive order number 1, to hell with housing levy. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Yaani ushuru kila mahali. Mfanyi kazi Kenya hii akipata shilingi 100 kwa mfano, karibu 50 zinaenda na Ruto, na zinaenda kwa mifuko ya watu ambao badala ya kunufaisha wananchi wanajinufaisha wao wenyewe. Infrastructure program hii ya kupanua upande wa Mombasa, tunajua Uhuru Kenyatta alianzisha, si ni kweli? Na hiyo kazi inaendelea mpaka upande wa South Coast, mpaka kutoka Vanga mpaka Lamu. Hiyo ni project ya maana sana. Usikii siku hizi Ruto akiongea juu ya Vision 2030. Alianzisha ni Kibaki na sisi wenzake. Hii ni project ya Vision 2030 because we want the coast to come up. Lakini ubaya zaidi, ubaya ni vile mnaibiwa rasilimali. Hapa Kwale wamenyekua zaidi ya ekari 10,000 mahali kuna dhahabu, waanze kuchimba migodi wao wenyewe na kujinufaisha, na wananchi wa Kwale kubaki hoi, watakuwa ulala hoi. Wewe sawa bwana wewe. Asante wewe sawa. Huko sio Makueni, ni huko na Pwani. Tumpigie makofi. Kwa hivyo wakati umefika, ndugu zangu wa Pwani, kila mtu apanue macho yake na akili yake, na Mungu atatusaidia. Makosa ni hii jamaa alisema nikiapishwa tu nikiweka Biblia chini. Makosa ya kwanza ilikuwa huwezi kuweka Korani ama Biblia chini. Ukiweka Biblia chini nasema wewe unakuwa muogo. Ndio mambo haya. Biblia unashikilia mpaka unawacha mamlaka, ama sivyo? Lakini ukisikia jamaa anasema nikiweka tu Biblia chini, mambo inaharibika. Namna hiyo. Kwa hivyo ndio uongo ukaanza hapo. Kwa hivyo tumekuja leo na nafurahi watu wa Changamwe, mmeweka kweli, mmeonyesha kuna mahali mmevinyiliwa. Ni wangapi wanavinyiliwa? Tumevinyiliwa. Vile mmekuja kwa wingi, nataka niwahakikisheni Kenya nzima
inaongea kama nyinyi, na watu wanasema nje. Kalonzo, mnasema tungojee kweli mpaka 2027? Wangama sema huko akufikiki, huko akufikiki. Kwa hivyo tuache kuongea juu ya 2027, tuongee juu ya kujikomboa. Wangapi wako tayari juu ya kujikomboa? Asanteni, ngoja baba yao. Na hapa nitaonyesha huyo anaitwa Kala, ni wakili. Alikuwa amesimama useneta huko Machakos, ni wakili ambaye anatetea vijana. Waliposhikwa huko Machakos alienda akawatoa. Vile tunasema tumewatoa wale vijana wameshikwa jana na juzi Isiolo. Tunawatoa wote mpaka kuhakikisha lazima kila mtu wa Kenya apate haki yake. Kwa hivyo ngoja sasa